wa kusema kuwa, mwanangu, tega sikio kwa maneno yangu, uyaweke rohoni mwako, sababu yafanya wanao yapata, mwili wao huwa nzuri bila magonjwa. Methali 4 haya ndogo 20. Kilichonifanya niingie kwa ndani ni kuwa mwili wao inakuwa sawa bila ugonjwa. Mwili wa mlokole ambaye neno la Mungu limemuingilia. Ndiyo maana niliweka roho yangu kwa kumsikia huyu mwanangu alipokuwa kinena juu ya kushinda dunia, na naongea juu ya ushindi. Alifundisha akanifikisha kwa nyakati zetu. Huyu Mungu wake nikajiishi, amekuja kando yangu akanitembelea, hadi roho wangu ikafunguka na kutetemeka. Alipokuja nikamwambia kitu, najua iko nitapata. Mtu anajisikia kivyake rohoni ya kwamba Mungu amemtembelea. Nikijiishi amenitembelea, na pia kazi wakati huo. Mungu alinitembelea nikampea kazi. Naishi watu wakimsifu Mungu. Na roho wangu yajiuliza, hao wanasifu nini? Hata hao wabiti wako wanaoimba, je, wanajua maana ya wimbo? Tulikuwa na mwanamke fulani, sababu zamani watu walikuwa waking'ang'ania na kwamba, je, ukisifu Mungu wako atafanya kwa hali gani? Sasa ilikuwa inafanya watu waingie kwa maombi. Maombi pekee yanaingilia, kesho nafasi ipeanwe nikamsifu Mungu. Mkutano ilipokuwa pale Rangwe, Peter wa Mileno akaingia kwenye mkutano. Yeye ni mtu wa sifa. Ile mkutano ikaombewa. Aliposimama kusifu, akajiisha na tetemeka, haiwezekani. Inamaanisha nguvu iliyoko pale, ambaye huyu kijana alikuwa kihubiri, akajiishi imemshinda. Wakati huo huo akawasili kwenye maombi kwa mkutano huo. Akaomba siku 2. Kutimia siku ya Ijumaa, akangoja uwanja wa jioni, watu wamekaa na kujaa, wanataka kusifu Mungu. Yeye ndiye akasimama akasifu kwa hali ya uwezi ukasifu mara nyingine. Mapepo yote yakatolewa kwenye uwanja huo. Ndipo roho yake ikawa na uhuru ya kwamba Mungu, kumbe uko nami, sababu nimeona makuu ambayo umefanya. Sasa hivi tunasifu tu. Tukaenda kule Kawango, mahali panaitwa Utende, kwao Otieno wa Misongo.
Utindo wa leo mjukuu wa mizongo. Ndiposha Mungu akasifiwa na jioni. Hata mgonjwa aliyeponywa hakuweko. Yule kifafa anaruka kwa uwanja. Tuko naye mke mwingine aitwaye Alice, binti wa Ucheme, mzaliwa wa Konyango. Walikuwa wakisifu na mamake huyu ambaye ni mzaliwa wa Nyakati. Wako na Esther binti wa Ngao. Kama Mungu hajafanya, hawakuli. Aliza kaona mahali alitoka Uyugis ni mbali na Mungu hajafanya. Akamwambia wezi ya kwamba hapa tutakaa. Nyama iko Uyugis, tunaweza tukanunua kwenye bucha na tukule. Akamwambia wanawake kama wanaume wamebonga, mtoke nje. Akaelekea ndani ya miwa. Akaomba hadi kukakucha. Keshoe wakajivaa vizuri. Ndiposha wakaenda kwenye uwanja. Mgonjwa kabebwa kwa kitanda analia. Yule kifafa naye bado anaruka. Kiongozi wa ibada aliposimama, akasema nataka mwenye sifa. Alisa akasimama. Hatana ya kusifu, watu wakimaliza bado unasema haleluya. Hiyo ukisikia, huyo sio mtoto wetu, sio yetu. Yetu ni kusifu hadi kipasuke. Inashuka na kupigana na maadui. Alisimama dhahiri uwanjani akaanza kusifu. Na wimbo unaosema injili sasa yapita, njooni mkatazame. Hakusema injili inapita. Nasema injili inatoka kwa Yugi, njoo mkaione. Viwete wanasimama, njoo mkaitazame. Akatazama bingu. Vile nguvu ilimwangukia. Mwenye kitu ndiye nguvu inamwangukia. Je, unajiishi nguvu inakushukia? Hata mimi nikihubiri kabla sijaishi hilo nguvu, siwezi nikasema tukombi. Bali nikishaisikia imekuja, unasikia nimeingia kwa imani na kitu kitatendeka. Ni mimi mwenye umoja, mimi ndiye unatangulia kunitembelea. Katembelea Liz. Kama ino Liz na kupiga goti chini na kuomba. Watu walianguka wote. Wakisimama, yule mgonjwa ndiye amepatikana akisimama. Hebu linganisha na yako. Kiwango ulio isifu, kama kiwango nalo lisifu. Mabinti waimbaji na muombi. Sababu hata kama utamsifu kwa kinanda iwe ya upako, lazima uone kitenda jambo ndiposha utakubali ni Mungu. Usingoje mhubiri aje akahubiri shetani atoke. Ingiza roho ndani ya kinanda yote. Ukiimba iko na upako, ama shetani anasikia. Kama shetani wa watu wakashikia wimbo, achilia kati. Yule mata ukienda
kucheza pale anakukataza kucheza. Unasikia unaimba na nguvu zinashuka. Huwezi ukaimba kwa undani, utawimba tu wimbo moja. Na ndiye maana tuko hapa kwa uwanja huu. Tuko kwenye uwanja huu kwa hali ya kutafuta nguvu. Ni jambo la maana Mungu akiishi kwa mtu. Beka alikuwa akihubiri. Hata akiishi ndani ya kijana mdogo, yaonekana ikifanya. Ile azia maandiko matatu. Kitabu wa kwanza ni katika kitabu cha Methali 4 haya ndogo 20. Kwa utasoma kidogo na kunaye andika ambaye tutafikia support kwenye mafundisho. Somanya. Hebu na usome. Wuoda, ni weche na. Kiki weche mawachoni. Kiki yie bilal. Kiki chuni ma nimar gimiyo joma yudogi bet mangima. Dendgi obet maber maonge tuo. Bwana asifiwe. Mwili iko sawa bila ugonjwa, sababu amesikia neno. Neno imemuingilia, ameliweka rohoni, amekubali. Sasa anaishi tu, sababu neno imemuingilia na kuishi naye. Amesikia kwa kina, imeishi ndani yake. Sasa anaishi tu. Sababu gani? Neno la Mungu limemuingilia. Neno la Mungu linaishi naye. Hana mzigo. Amembeba Yesu. Anatembea naye rohoni. Sasa watu wanatembea bure. Jambo la kwanza. Jambo la pili. Katika kitabu cha Isaya 33 haya ndogo 24. Njoo na usome kwa kipaza sauti. Kama haya yaweze yakafanyika na dhehebu zote tuliacha, yaliyoko na kwaya nzuri na nyimbo tamu na majenzi mazuri, si turudi na tukae. Tuliokuja kutafuta kwa wokovu tujapata, si turudi. Hapa tukuja kwa urembo wa vitu zingine, lakini tulikuja kutafuta nguvu iliyotushinda kule. Beka nasema tulikuja kutafuta ushindi kwa dunia na juu ya dhambi, na inaonekana yale ambayo ushindi yanafanya. Sasa hivi mlokole anaweza akaishi na mwenye amefunga jini kwa mahali wanakoishi. Wajini anaendelea, naye pia anaendelea mbele. Hiyo sasa ni nini? Eti jini wanaishi pamoja na mlokole. Haiwezekani. Tukiwa Kisi tukafukuzwa sababu majini yanapiga kelele, tunawatesa. Na siku hizi wanaishi na wenye jini pamoja. Kanisa litarudi mahali pake wakisikia neno. Hebu soma
Kendo japiny ok nowachi atuo. Jomadakie nowene gi timgi mamono. Aduto paki. Bwana asifiwe. Maana ngo? Hilo ni nini? Jomodak piny mar warruok. Wanaoishi kwenye dunia ama nchi ya wokovu, Leo giok noule atuo. ulimi yao hawajatakiri ya kwamba niko mgonjwa, Nikijosewene gi timgi mamono. sababu wamesamehewa matendo maovu na magonjwa yao. Ulimi yao hayatakiri ya kwamba kichwa inaniuma, tumbo inanisokota, naishi malaria. Andiko yasema hawatakiri kuwa ni mgonjwa. Ama mimi ndiye nimesema. Haleluya. Ambayo we mwenyewe ziba yako unaishi maumivu kila mara. Je, hilo jambo inaishi ndani yako? Andiko yasema hata kiri na kwamba niko mgonjwa. Na sisi hatuwezi tukapaka hili jambo tulipata. Tunataka tupeane kwa waliokuja ili wakabaki nayo. Watu wetu wa sasa hivi, vijana kwa wamama, hata tukihubiri miungu tunawakwasa. Imeandikwa yule ambaye neno la Mungu inamkwasa yeye ndiye amepotoka. Nikisoma kitabu cha Mwanzo 35, wanaokwasika watapatikana, na hilo ndilo imeandikwa. Wengine watachukua kikapu na kutoroka, sababu amesomewa miungu ambayo amejibeba nayo. Si mabaya. Ni Mungu ndiye hajawatembelea rohoni. Ni Mungu ndiye hajawatembelea rohoni. Wakuje tu. Na Mungu wetu akimtembelea mmoja, aliyejibeba na madoido, ametoboa pua, hakuna bangli kwenye mikono, na Mungu wetu amemtembelea, lazima utaona akitoa tu peke yake bila kufundishwa. Utaona akitoa. Acheni kuzungukana nao, Mungu ndiye mtengeneze. Mwache tu waje. Injili tumehubiri kwa wale ambao hawajakubali. Karibu na Ogama kule awendo. Tulihubiri karibu na baa la Ogama. Tukiomba na udongo wa uchu siku 14. Wakasimamisha platform pale. Injili inahubiriwa. Washirati wakaja. Walioweka bangili kutoka huku hadi huku na kwingine pia. Na kichwa naye pia. Amepaka nyeupe kwingine na kwingine naye rangi nyingine. Injili kamfuta. Nikawatoa pale na kuwaleta hapa. Nikawaangusha chini na mapepo kutoka. Hakuna wa kumwambia bufu utoboa. Kilichomtembeleka muumba upya. Amekuwa kiume kipya. Unaona anatoa hiyo nywele. Anavitoa na kunarudi kuweka chini.
ng'amagino pokolimo chenye hilo jambo haijamtembelea. wengine baje uwundo konegini warokniango Wadanganyifu wa wadanganyi tu wokovu weto iko rohoni. tima kakotimo Watende tu vile washirati na wazinzi wanafanya. teniru nyasaye podonge kupoko tunge tunge Uheshimu Mungu bado hana, haijamfikiria rohoni. mami olonyo dhano machon Inayomfanya toe utu wa kali gitimbene na matendo yake. tokolime Ikimtembelea mungu dogini jina Yesu. Ikimtembelea hautaona tena. Naona Mwanzo 35 inamuingilia. Wakati huo hata fundishwa inafanyika tu kivyake ukapoko donyo kabla haijaingia. tukunyali lufunu mali worodilemo Hawezi akapata nafasi ya kuheshimu nyumba la kushiriki na kuabudu. tukawaro odonyo gochunye Wokovu ikimuingilia rohoni unishe tuolo mali worodilemo inamuonyesha hali ya kuheshimu nyumba la Bwana. olemo talo nade choko perega bicha biuduoge no Katika kitabu cha Mwanzo 35 nyumba la kuabudu ikoje? Utapata miungu ametoa. Wacho Nyasaye nowacho ne Jakobo niya, amalo idhi Bethel, idag kuno, kendo kanyo ilos kar misango ni Nyasaye. En manofwenyori ni kane iringo ae wang' Esau owadu. Mi Jakobo nowacho ni jo ode kod ji duto mane ni kode niya, goluru nyiseche manono manie kiru, puodhreuru kendo luokuru nengu, waauru malo wadhi Bethel, kendo kanyo nalos kar misango ni Nyasaye. En manodwoka e ndalo mar dhier, kendo manobedo koda e yo manawuothoe. Kendo ne gimiyo Jakobo nyiseche manono duto mane ni e lwetegi gi apora mane ni e itegi. Mi Jakobo nopandogi e tiend ober mane ni e but Shekem. Kamano ne giwuotho, kendo luoro mar Nyasaye nomako mier duto manokiewo kodgi, mine ok gilawo bang' yawuot Jakobo. Kamano Jakobo nobiro e Luz. Woga ikawajawa watu kichuguli nyiseche ma Nyasaye achiel biro sababu miungu yalitolewa, Mungu mmoja akaja. Totidi yudo ka Bethel molosi Sasa unapata Bethel ambayo imetengezwa, jo nyiseche odakie wa miungu wanaishi, bangli ni ite wako na bangli kwenye sikio, okogolo kunyo hawezi akatoa na kazika chini. emomi udwaro tekwe Nyasaye mapingu pudho kununwan Ndiyo maana mnatafuta nguvu wa kumsimamisha kiwete, hamutapata. hapo kikore Uwanja umechanganyika, nyiseche okogolo kunyo miungu haijatolewa na kuchimbwa chini, mundo Nyasaye tiende mundo ili Mungu mmoja ndiye akabaki. kodwaro Nyasaye Sasa tunatafuta Mungu, Nyasaye okuyudi Mungu hapatikani. adogo kode kumnyali mayinge dala Burudi kwa binti wangu nayo kwenye boma mondi gini inu mipuonjo ambayo imeandikwa, wewe ndio unamuelimisha niyude kaka Nyasaye olak nyiseche olak kuomi upate vile miungu yametambaa kwake, Nyasaye bedo aleo dika na hapa kwako unatafuta Mungu tek mokalo ni ngumu zaidi. lokudo gino chalo riembo nyimwa Kuitoa hilo jambo ni jambo la kiundani zaidi. mano kone Ezra ni kudwaro ni Nyasaye obekudo riemburu nyimwa mane unwa Ezra kaambiwa ya kwamba kama mnamtafuta Mungu, hebu mkawatoe mabinti waliowaoa. watiende ni joma ok lam Nyasaye machal gi Nyasach Israel en Nyasaye mogangi mopogore opogore Inamaanisha wale wanaomwabudu Mungu ambaye sio Mungu wa Israeli, ni Mungu mwingine tofauti. mane jamwa
Huyo ndiye yule ambaye sio wa kwetu. Wametengeneza miungu. Zingine zimeweka kwenye shingo, zimetaba hivyo. Zile ambazo dhahabu ambazo zimechomolewa. Mungu anauliza, je, ni kama dhahabu ambayo imechomolewa? Je, waweza kunilinganaje mimi Jehova Mungu? Mtu ametengeneza na kuweka kwenye shingo. Anaomba akimeza kidogo na kulamba. Waweza ukanilinganisha nayo? Kusaini waso. Ama tusome. Kaparo ni Isaya, kamwenga uchel matindo moko. Isaya 46 tuko kwa mafundisho. Ya kumie ngulane. Hebu na muangalie kidogo. Tukadajana mia par matinda par. Na Yeremia 10 haya dogo 10. Mago mlo somo te kabiro wangu na go. Hayo tutasoma yote na tutatua. Na moyo ndo Yeremia akiana par na par. Mwenye atapata Yeremia 10 haya dogo 10. Ndio. Nayo hapa miungu ambayo anafanya Mungu wetu hawezi kuwa Mungu. Ndiposha tutarudi mahali tulikuwa, ni roho ndiye inanielekeza. Hili ni yakataji. Wuoda. Uwachone achala gi nga, arom gi nga, upora gi nga, mondo wabedi machalore. Jogo go magolo dhahabu mokan e ndede, mako deogo, mapimo fedha rapim ratili, ondiko jatich ma jatheth dhahabu, mi oloso nigi nyasaye moro. Gipodho piny, gilamo, giting'e gokgi, gidhi kode, gikete kare, mi ochung', ok noae kare. Ka ng'ato oywakne, ok onyal duoko wach kata rese chandruokne. Mane dwaro. Ni hapo ndiyo nilikuwa nikitaka. Kwa maana nataka kuji mimi. Unataka tena nifundishe chenye umesikia? Kiwako fedha, ukibola bola pili. Ukivaa fedha sina nitupa tu chini. Kibola fedha, yuayo mamua. Yanilete undo kwa fedha inamvuta mlokole. Bineko kaa umuketi. Uone akichukua na kuweka. Mamua. Mlokole. Hallelujah. Hallelujah. Yama yudo moko muwar, manowara wala malugu. Nikakutana na walio kwa na wokovu zaidi. Iye punda maka waidi mayando nyiswage. No wake wiliko rogi kanyawana. Nywele za punda zilizotoka kwa Wahindi ndiye amevalishwa kichwa, anaenda kwa mke mwenza. Kiwaro gero male. Na wokovu na kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Omedo. Anaongezea. Manyasaya wachani dano na makiti yoromedo gikmangai ngimane. Mungu anasema mwanadamu ni yule ambaye amejaza vitu vingi kwa maisha yake. Teniki mumeno no hero mulo waru ko kunyalu bedo ngamuwa. Hilo jambo ambalo amejiongezea, ameipenda kuliko wokovu, amesema mlokole. Mungu anamuuliza, je, nafananishwa na haya? Nilo uimani gikodo mara biketu badazi. Hilo unisa. Upunyi gimodondo. Wanaume walie na kotu wamevaa zile vitu kwenye shingo, na huyu Mungu wetu anazitoa. Kilichoundwa kwa dhahabu ni kana kwamba ndiye Mungu.
Ndiposha Eliya akawachekelea. Danieli naye pia akamchekelea Darius. Kamwambia Darius, hili sio Mungu. Sanamu kasimamishwa, sanamu kuu. Kuhani makuu wakamwambia huyu ni Mungu. Kapelekewa chakula kila jioni. Jioni chakula inatoka kwa mfalme na kupelekwa pale. Wapeleka chakula wakishatoka, wakuhani wanaenda wanakula hizo chakula. Kesho wanaambiwa, sema naona Mungu wetu alikula. Mungu wetu alikula. Ongeza tena. Wakasema chakula inatoka kwa mfalme na kuenda kule. Danieli akamtembelea mfalme. Kamwambia Mungu wa mbingu na nchi. Mfalme akamwambia njoo uone yangu. Akaenda na kutazama na kucheka. Je, ni lini mtajua Mungu? Huyu siye Mungu. Huyo haongei. Wezi akatembea. Hebu muite kama ataitika. Hakuna. Akamubadilisha mfalme na kubomoa huyu Mungu. Wakuhani wakapata wanaishi njaa sababu wana Mungu. Wakasema sasa tumepata aliye hai. Tumepata Mungu aliye hai. Wakachukua nyoka kuu, wakalichimba, kichwa ikabaki hivi, kaona kijiti kimeweka. Wakasema si unaona huyu sasa anazunguka kidogo, huyu sasa yu hai. Kaletewa chakula. Danieli aliporudi kumtembelea, kamwambia nimepata yule aliye hai. Walipoenda na Danieli, Danieli akalipata. Kamwambia Darius, hii hayuko, huyu nakana kufa. Mungu wetu hafi. Kachukua kijiti na kundoa kakali, kadunga nayo. Ndiposha akafa. Darius tulikwambia yule yetu akufi. Huyu amekufa. Ulindanganywa naye. Jua Mungu ndiye hai. Watu wanajua miungu. Je, umetafuta Yeremia? Umepata? Nataka nipite hapo. Naongea juu ya miungu. Ndiposha nakuja. Tunaenda tu pole pole. Mungu wetu ametuita ili akaribu ushindi wa miungu ambaye inawakataza watu wetu kufika kwenye utukufu wa Mungu. Ukitega sikio kwa roho imeharibika. Roho yetu kamili haiwezi kumjaza yule ambaye amekaa kichwa na nywele na vitu zingine. Utasikia ikipata tu yule ambaye anasema robo baraba. Roho Takatifu hawezi akapata. Hawezi akapata. To Jehova en Nyasaye mar adier. En Nyasaye mangima. En ruoth mochwere. Kamerima omake piny oyiengni. Yeremia wacho ni nyisechego moko pato moko tebigo. Yeremia usema hao miungu zingine zimeundwa ni miti ambayo imechogwa. Zingine zimepikiwa na chakula. Mingine zimetengenezwa zimebebwa kama Mungu anatembea nazo. Hawezi kazuia usherati. Yale matendo mahovu haiwezi kazuia.
To kana korie penyo kowuok. Hata ikilalishwa chini haendeni. To mundu akito ringo dhi kuro. Hao wake zetu wanakimbia wanaenda pale. Kayalo ne richo iwire. Irwae duge. Badala ya kuhubiriwa dhambi, wananameshwa na kupakwa wakiwa uchi. Nikini Nyasaye onge. Sababu hakuna Mungu ndaniye. Hana Mungu. Tekutami hiyo. Ene Jeremia paka. Kaya tieko kipindi. Yeremia 10 ndiposha nimalize ile kipindi. Hado nje kama chako. Na nirudi mahali tulianzia. Hai tuwabiro. Ndiposha tutakuja. Hivyo pim Nyasaye gi Nyasaye mtia. Tutamlinganisha Mungu na miungu. Kotamu mtu gaseso mesaji unge. Nimelisoma kwenye Isaya, watu washaijua. Some verse 14. Ji duto gisebedo josinyor. Ji duto gisebedo josinyor, ok ging'eyo gimoro. Wi jotheth dhahabu duto okuot nikech gik maket mopa magin-go. Nikech gik maket mototi magin-go owuondo ji, kendo gionge gi muya eigi. Gin gik manono ma ji wuondorego. Chieng' ng'ado negi bura gin lal. Waweya. Hallelujah. Hallelujah. Mago nyiseche. Hayo ni miungu. Makata kipuonj. Hata tukifundisha. Gino gime ng'ato wericho. Hayawezi akamzuia mtu kuacha dhambi. Ichi yalo ne ng'ato chunye tir. Dhambi mtu anahubiriwa kwa roho yake dhahiri. Ano yalo chunya tir ka rwako rakalera. Nilihubiriwa kwa roho nikiwa nimejivaa niko msafi. Ka ukatuo. Nisipokuwa mgonjwa. Uloyo chunya na jari chado dema. Nikashinda na hukumu ya kwamba mimi mwenye dhambi nitaenda kwenye moto. Kidijia parga nwen mosiepe na mawango. Kati ya watu 10 marafiki tuliokuwa nao. Ya kidigi malungu Yesu kidigi ka ukadeo malunga desa die. Nikashinda na hukumu nikaita Yesu kati yao kwa ukweli. Kamungu kiwacho nani lunga. Sikuambiwa ita tu. Beonge wich kuot. Hakuna aibu. Aiga pila boro nono. Kwanza mwaka 80. Dumaro chiko tarik pila de. Mwezi wa 9 tarehe 30. Chimunu Yesu nogore kuoma. Huo siku Yesu akaniingilia. Kapoda tina kijana. Kama bado ningali kijana. Yani pendo mokadek. Watoto wengine 3. Yesu wara chino. Yesu akaniokoa huo siku. Ugolo richona. Kanitoa dhambi. Warukuwe ni tugo. Mnadhani wokovu ni mchezo? Waru. Wokovu. Yao. Madimba kijana maler, matuamu gikmaber. Inaelelenga kijana nzuri anayeshona vitu safi. Majasunga. Ambaye ni yule wa kujisifu. Mwara mo wit gigo kocha madong dano moyo mulung. Na kuniokoa na kutupa zile vitu nje na nibaki nikiwa yule mtu